Waimbaji wameimba vizuri, kuanzia kwa waimbaji wa Sunday School wameshukuru Mungu, wamesikia waliimba nyimbo ya kushukuru Mungu na memoribasi yao. Witness waliimba vizuri, pendeza pia, lakini mimi sijasikia vile waliimba. Sijasikia hiyo nyimbo waliimbaje. Hebu imbeni kidogo tusikie. Nyimbo lisikia? Wapigie makofi sana. Zaidi nimesikia sasa. Mimi sikusikia chochote. Amen. Lakini mnasikia waliimba vizuri. Mungu awabariki sana Ebeneza. Kevin na wengine wote wametoka kuimba. Wamefanya vizuri sana. Tusome neno la Mungu tukikomboa muda. Neno la Mungu katika waraka wa Paulo mtume kwa Wafilipi. Sura ya 2 na mstari wa 3. Wafilipi sura ya 2 na mstari wa 3. Watatusomea kwa kilugha na mimi nasoma hapa kwa Kiswahili. Mmoja wa waimbaji atusomee hapo katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 na mstari wa 3. Yule ako tayari anaweza kusomea haraka. Ape microphone. Nasoma kwanza hapa, alafu nikimaliza tutakuwa mmoja wao amejiandaa atusomee. Biblia katika Kiswahili inasema, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kama bora kuliko nafsi yake. Amen. Kama wamepata wanaweza kutusomea. Wafilipi 2:3. Wafilipi baravuze ngo timukagire ico mukorera kwirema ibice, timukagire ico mukorera kwirema ibice, cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima yanyu. Umuntu wese yibwira uko mugenzi we amuruta. Amen. Tunashukuru Mungu asubuhi ya leo kupata nafasi kama hii ya kufika mbele za Mungu. Jambo lingine, tunashukuru Mungu kwa kuwalinda wote, wakubwa na wadogo, kutoka mahali ambapo tunaishi na kuja hapa kanisani. Ni jambo kubwa sana na ni shukrani kubwa kwa Mungu. Sema amen. Kuna wengi ambao walitamani kutoka kwa nyumba kwenda labda kanisani ama shughuli, lakini hawakupata nafasi. Sisi ambapo tumeneemika na kupata nafasi hii, tunashukuru Mungu. Amen. Kama unanisikia, pigia Mungu makofi ya shukrani. Amen. Jambo lingine, tunashukuru, tunatoa pole kwa familia ambao zimekumbwa na misiba katika wiki hii. Familia ya Kasisi Madam Reverend alipoteza mjomba wake, si ndio? Na ni mzee wa taifa. Tunasema pole sana kwa jambo hilo. Familia ya Isaac Nyandegea alipoteza shangazi yake Sunday. Pia tunasema pole na Mungu aendelee kuwaimarisha. Amen. Kama kuna mwingine ambao sijataja lakini amekumbwa na msiba kwa wiki hii, tunasema pole sana.
Yeah. Hata sisikie, lakini wananiambia mwingine. Lakini yeyote ambao wamekumbwa na msiba tunasema pole sana na Mungu aiwaimarishe sana. Katika ulimwengu huu lazima tupitie mabonde, milima na kadhalika kama hizo. Ukipatana na shida unakomaa kiroho. Biblia inasema matatizo zikifika kwa Mkristo zinamfanya aendelee na safari yake. Si ndio? Amen. Nikatesti kadogo tu katika safari kwa kuona ya kuwa umekamilika. Lakini pole sana kwa mambo hayo. Amen. Tunakaribisha watu wote wenyeji wa kanisa hili ambao wamewasili hapa. Najua saa zingine naona watu asubuhi wanawacha kukuja, anasema nimechoka ama sina time ama sijafua. Vitu kama hizo zinafanya mtu asikuje kanisani akiwa hapa. Ni jambo lingine la kufikiria sana. Ukiona unaanza kusikia uvivu wa kwenda kanisani, uanze kujifikiria mara mbili. Sema amen. Sababu mimi nawaona watu wanakaa kwa nyumba, si wagonjwa na wana shida nyingine ambao tunaweza kuelewa. Anawacha kuja basi, wamekuja, tunawakaribisha wenyeji wote. Watoto wa Sunday School wametuimbia vizuri, kwaya zote zetu 3 na wanalika wote tunasema mkaribie na Mungu awabariki sana. Sema amen. Amen. Wamama wetu, wazazi, wababa wazazi, wazee wana juhudi na bidii ya kuja kanisani kila siku asubuhi na jioni. Tunasema kwa heshima zenu wazazi wetu, mkaribie na Mungu awabariki sana. Sema amen. Haleluya. Tuna wachungaji wetu Pastor Senga na kasisi, pia kasisi ni mnenaji wa siku. Wacha kwa niaba ya wengine wote watainuka na sisi basi tunajua cha kufanya. Tutafanyaje? Tupige Mungu makofi kwa ajili ya wachungaji wetu. Wainuke tuwakaribishe kwa niaba ya wengine wote. Mungu awabariki. Amen. Ni wachungaji wazuri sana, tena wako smart kimawazo, bado hawajazeeka sana, wanafanya mambo kwa haraka tena vizuri. Amen. Tunasema mkaribie na Mungu awabariki. Na pia walimetukabidhi nafasi hii, tunawashukuru kwa kutuamini na kutupa nafasi ya kuongoza watu kama na hawa. Si jambo rahisi na si kila mtu anaweza kupewa hii nafasi, sababu sometimes hawa wananiambia utaongoza, lakini waniambia utasema hivi na hivi, si ndio? Sasa hii nikienda kusema mambo mengine yangu binafsi ama mambo mengine itakuwa vibaya sana, lakini tunawashukuru sana kwa kutuamini. Tumepita kiwango hicho cha kuongea mambo yasiyofaa mbele ya kanisa. Mungu awabariki sana. Tuna wageni wetu, labda tuanze na wenyeji ambao walikuwa kazini. Sijajua wale wote walikuwa kazini mbali na hapa Nairobi, lakini kuna ndani yenu uhao, tunasema mkaribie na Mungu awabariki sana. Amen. Bwana amkubali, shukrani. Haleluya. Haleluya. Tuna wenyeji wetu ambao wanaishi mbali na hapa Githurai, Kasarani, familia ya Prince Chama, familia ya Maruhuta pia anaishi huko I think, si ndio? Familia ya mama Rita anaishi Kasarani pia. Ulihamia Kasarani utupo au kutuambia? Ni hapa Mwiki. Tunakukaribisha na nimekaa bila kukuona. Tunasema ukaribie na Mungu akubariki. Makilea amekuja pia. Tunasema ukaribie na Mungu akubariki. Pia familia ya Maruhuta kama kwa hapa. Nimefikiria sana Maruhuta ni rafiki yangu.
na sister yake pia anatoka sahii, sometimes anatoka Mihango anakuja. Amen. Tunasema mkaribie na Mungu awabariki sana. Tuseme amen. Tunaambatana sote kukaribisha wageni wetu, kama kuna wageni ndani yetu, ijapokuwa wale ambao tumetaja, lakini si mwenyeji wa kanisa hili, tutakuja kumwomba ainuke na tumukaribishe. Wewe kama ni mgeni utainuka, na sisi wengine tutapigia Mungu makofi tu kwa kukukaribisha. Wageni wanaweza kuinuka mara moja na tuwakaribishe. Wengine basi tutapigia Mungu makofi. Asante sana mama. Waendelee kusimama. Endelee kusimama tukukaribisha. Tumeona pia mama Masenga hujajiripoti bato. Tuzoma tupige zirura. Ainuke tupigie Mungu makofi. Mama Viganero alienda Kitengela kakakaa huko, lakini alirudi last week. Tunakufurahia sana mama. Mungu akubariki sana. Amen. Ni mtu mzuri sana, nimemwona ni mtu mzuri, anapenda kanisa. Amen. Wengine pia tutainuka mara moja. Tuna sister yetu pale Sandrine kutoka Rwanda. Alikuja kutusalimia, labda anaweza kuishi pia. Tunakukaribisha. Inuka tupige Mungu makofi. I have many sisters. Niko na masista wengi hapa. Simemfurahia? Simupige Mungu makofi. Hatujaongea na yeye, lakini sioni kama ataenda kwa release ama wapi. Ataweza kuja huko. Sasa nani mwimbaji? Hajajiripoti. Ni mtu mkubwa, ako na 18, sijui kama ako na haki ya kuongea mahali anataka. Naona anaweza kuja hapa. Mkiendelea kusimama wengine tuinuke sote. Tuinuke sote. Wako kikakoleko. Muinuke hapa nificha mimi na watu wote. Andora asimame. Mungu akubariki sana. Thank you. Amen. Kusimama ni mzuri pia, unaweza kuchangamka, unaondoa stress na kuchoka. Tutahesabu, tutasema tunawapenda, tunawafurahia, tunawakaribisha kwa shamba revival. Ni mambo ya kushangaza sana. Ndio tazama kaza mambo leo akaza kule na vitu vizuri. Kuna sababu si mimi niliweka hiyo. Tukazole na vitu kwa supporting wa show. No wako kuzo wako una unikorolea mugabo. Haleluya. Tutahesabu, tuseme tunawapenda, tunawafurahia, tunawakaribisha kwa shamba revival. Yule yako karibu na wewe, tukimaliza kuhesabu mara ya pili utamsalimia. Umwambie neno labda moja tu. Unajua kuna mtu anaweza maliza wiki bila kucheka. Si ukaribie boss. Yes. Tunakaribisha boss na Ngoga. Ni watu wazuri sana. Siku moja na wapea Kisirimba ama leo sijui taangalia. Utamsalimia, si ndio? Basi utamwambia neno moja tu la kumfanya si acheke kidogo tu. Mtu anaweza maliza wiki bila kucheka. Leo mfanye acheke. Tutahesabu, tuseme tunawapenda, tunawafurahia, tunawakaribisha kwa shamba revival. Alafu tena tuhesabu, tusalimie wageni, tusalimiane pia. 1, 2, 3. Tunawapenda, tunawafurahia, tunawakaribisha kwa shamba revival. Sema amen. Amen. 1, 2, 3, makofi mazuri sana. Sasa hii Mungu awabariki sana. Amen. Wageni wakaribie wote na wenyeji, hakuna mgeni hapa.
na Mungu awabariki sana. Tumesoma neno la Mungu, hatutaki kutafsiri sana, lakini tumesema Reverend ndiye mnenaji wa siku, lakini tumesoma jambo kuhusu unyenyekevu ama kuwa mnyenyekevu katika kundi la wengine. Unajua, ukinyenyekea na kuheshimu watu wengine utakuwa umemheshimu Mungu. Amen. Kuna mambo mawili niliwahi kusoma na kuangalia tofauti ya cheo na heshima. Cheo na heshima ni mambo mawili watu ambao hawajui kutofautisha. Amen. Cheo ni nini? Ni status, ni kupandishwa cheo kuwa mtu wa heshima huko vile hakuna mtu anaweza kukugeuza. Hiyo inaitwa cheo. Lakini heshima ni kila kitu, kila mtu anaomba kuwa na heshima. Kuheshimu mtu kulingana na miaka yake, kulingana na jina lake. Amen. Umeelewa? Kwa mfano mzazi, hata kama wewe ni maskini, anastahili heshima. Amen. Kwa mfano mtu mkubwa kuliko wewe, hata kama wewe kiasi gani, hata wewe ni mchafu, msafi, amesoma, hajasoma, anafaa kuheshimiwa. Amen. Lakini status ama cheo ni mahali, kwa mfano Ruto afike hapa, President Ruto. Hakuna mtu atasema hebu inuka, utainuka bila kukwambia. Ana cheo amepewa na Mungu. Si ndio? Haleluya. Mtu akiwa na heshima, akiwa na cheo, mtu akiwa na cheo lazima aheshimiwe tu. Na mtu akiwa wa juu sana, kiwango cha juu, amen, anafaa kuheshimu wengine pia. Umeelewa? Mungu akikugeuzia status, akugeuzie cheo fulani, sio chanzo cha kudharau wengine. Na maanisha hivyo. Mahali ulipo, mali unayo, hali unayo, sura unayo, kila kitu unacho, lazima uheshimu wengine kwa vile walipo, wadogo ama wakubwa. Heshima ni lazima. Si mambo ni lazima, kila mtu lazima aheshimu mwenzie. Sema amen. Mubishile. Mungu ungana gute. Mungu umeze gute ngo ufitiki. Ugomba kubaha abandi bantu. Mungu awabariki, tuwe watu wa busara na kuheshimu kila mtu. Biblia imesema kila mtu na muone mwenzio bora kuliko nafsi yake. Amen. Umuone mwenziwe, umuone ndugu yako bora kuliko wewe. Amen. Ukiona unajua mambo mengi wewe ni mdhaifu. Lakini ukiona ndugu yako ni bora kuliko wewe, ni mzuri kuliko wewe, ni mwenye cheo kuliko wewe, ni mwenye mali kuliko wewe, ni mrembo kuliko wewe, ama mzuri kuliko wewe, wewe utakuwa mwenye hekima. Sema amen. Mungu awabariki na watendee mema. Tusimame wakorokeneze katika nyumba ya Mungu. Sino
Bwana asifiwe sana. Amen. Turahumuriza abantu bose bagize ibyago muri iki cyumweru. Tunatoa pole sana kwa watu wote ambao wamekumbwa na msiba. Umuririmbyi yavuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo. Mwimbaji anasema ya kwamba kuna matumaini ambayo iko hai. Hari umunsi Yesu azaduhoza amajyana ku isi. Kwa sababu kuna siku moja Yesu atatuvuta machozi. Rero abagize ibyago bose, wale ambao wamekumbwa na shida, Mungu atoe faraja kwao. Endelea tena kupiga kinanda ya faraja. Imana ngihumuriza imitima y'abasizwe bose. Ituambie Mungu apate kutoa faraja kwa watu ambao wamekuwa na msiba. Abagize ibibazo bose zo kubura abantu muri kichumwe. Wale ambao wamekosa mandugu marafiki kwa wiki hii. Urupfu ruzadukanga ariko Yesu yarunesha. Kifo inatisha lakini Yesu ameshinda. Tuweka bahumuriza abantu kuko buryo turamza. Acha turudie mara moja ili tupate kutoa faraja. Mu minota gusa kinga. Kwa dakika